katika mboga yake na akamwendea ule Yesu. Na alipomwona ule Yesu, neno la Mungu linasema ya kwamba aliweza kupiga magoti, akamshuhudia na akamwambia Yesu, kama unataka, ninaomba Bwana ukaniponye. Bwana Yesu apewe sifa. Na Yesu akamwambia ninataka, na akanyoosha mkono wake akamgusa yule mwenye ukoma, na saa hiyo yule mzee akapona, yule jamaa akapona. Akajiangalia akakuta hana kidonda hata kimoja. Maana miujiza ya Yesu sio miujiza ya kama sisi. Ulikuwa unapona kabisa. Kama ni mkono ambao umekujana, ulikuwa unanyoka na unakuwa kama mwingine. Kama ni mguu ambao umekuwa mfupi, ulikuwa unaerebuka na unapatana na ule mwingine. Kwa hivyo Yesu akamgusa yule mzee na akapata kupona saa hiyo. Haleluya. Kuna kitu huyo mzee alifanya ambao watu wengi wafanyie Mungu wetu. Kitu cha kwanza, alienda kumwabudu. Haleluya. Na ndio huwa ninawaambia kwamba tuna mambo matano ama mbinu tano ambao tunatumia ziletao majibu. Bwana Yesu apewe sifa. Na mbinu ya kwanza ni kumtukuza Yesu. Na mbinu ya kwanza ni kumtukuza Mungu. Mungu anapenda kutukuzwa kwa sababu that is his nature. Mungu anapenda kuabudiwa kwa sababu that is his nature. Na ndio sababu katika sheria 10 kuna moja inasema ya kwamba usiabudu Mungu mwingine, umwabudu yeye wa kipekee. Haleluya. Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Na wakati ule tunamwabudu, Mungu anasikia raha kuliko kumpatia dhahabu. Mungu anasikia raha kuliko kumpatia fedha. Kwa sababu hiyo ndio nature yake ya kupenda kuabudu. Na yule jamaa alipotambua huyu ni Yesu, na kabla kuwa ni Yesu, huyu pia ni mwana wa Mungu, na kabla ya kuwa mwana wa Mungu, huyu ni Mungu, alipiga magoti, akamwabudu, akamshuhudia na akamwambia, mwana wa Mungu, kama unataka, ninaomba Bwana ukaniponye. Katika njia nyingine alikuwa anamwambia, mwana wa Mungu, ninatambua ya kwamba wewe ni Mungu, mali zote umepewa, nguvu zote umepewa, ninakutambua na nimekuja mbele zako kupiga magoti, umedhibitisha kwamba wewe ni nani. Ninaomba Yesu leo kaniponye, maana nitembea na mateso miaka nyingi, maana ninajua wewe ni mponyaji. Na alipopiga magoti na akamwomba Yesu ya kwamba naomba kama unataka ukapate kuniponya, Yesu alimwangalia akaona kule ambao kutoka kwake na kumwabudu kwake, akasikia raha ndani ya moyo wake, na akamwambia ninataka, na akamngusa na akamwambia pokea uponyaji. Na mara moja yule mtu akapona saa hiyo. Vidonda zikatoka katika mikono zake, vidonda zikatoka katika mwili wake, hakuwa msawa. Hata kiangalia kuna scar, anakaa kama vile alizaliwa. Akamtukuza Bwana. Haleluya. Ni maombi yangu leo, tunapo kusimama kuomba, kila mmoja akamwendea Yesu. Haleluya. Tunamwendea Yesu kwa njia nyingine, kwa mioyo zetu. Unaweza kupiga magoti mahali hapa ukamwabudu Yesu katika roho na kweli. Maana Yesu alisema ya kwamba masaa itafika na wakati utakufika ambao waabudu halisi na waabudu wa kweli watamwabudu Mungu katika roho na katika kweli. So at any given time you are worship God with the spirit. I tell you, umemwabudu Bwana, umempigia Mungu makofi, na I tell you, Mungu akiwa mbinguni anasikia na kukutendea. Kwa hivyo ni maombi yangu leo, tuendapo kuomba leo, haijalishi ya kwamba na mateso gani, haijalishi ya kwamba na shida gani, ukamwambia Mungu wako mateso yako na kinywa chako, ukamwambia Mungu wako shida yako na kinywa chako. Watu wengine badala ya kuambia Mungu mateso ambao wanapitia, shida ambao wanapitia, wanalalamika na kunena na kulalamika, Mungu nimekufanya nini? Mimi nimefanya nini Mungu? Mungu ni haleluya. Aiteni utakapo miaka yote na malalamiko yako, kwa sababu Mungu ametuambia tumelalamikie. Mungu akwambia tulalamike. Mungu akutambia tujikatae. Mungu amesema tujikatae. Hala haja. Mungu amesema tumwabudu Bwana na tumwendee na tumwambie shida zetu. Bwana Yesu apewe. Na ndio Waebrania 4:6 unasema usisumbuke na jambo lolote,
bali katika kila jambo ukapata kudumu katika kusali na kuomba, ili haja zako zikajulikana na Mungu. Kwa hivyo Mungu leo anataka tumwendee Yesu na tumwambie shida zetu. Sijui ya kwamba unasumbuliwa na ndoa, ama ni kazi, ama ni ujinga, ama ni mapepo, ama ni majini, ama ni magonjwa. Wewe mwenyewe unajua. Unastahili sasa tuendapo kupiga magoti mahali hapa, haimini tuendapo kuomba mahali hapa, umwambie Bwana kinaokutesa. Haleluya. Huyu jamaa alimwambia Yesu, nataka uniponye ukoma. Haleluya. Hiyo ndio maana yake. Alimwambia Yesu, na Yesu yuko kwa ajili yako, na Yesu yuko kwa ajili yako. Na Yesu akamwambia, ndio ninataka, kwa sababu nimekuja duniani nikapate kufa, ili nikapate kulipa gharama ya dhambi zenu, ili yoyote ambaye atanifuata, ili yoyote atanielekea, ili yoyote ataniendea, apate uzima wa milele. Haleluya. Hiyo ndio sababu Yesu alikuja hapa duniani, na alikuwa anajua ni kwa nini amekuja duniani, na ndio sababu akamwambia kijana, ndio ninataka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mstari wa 15 unasema, lakini habari zake, hapana, mstari wa 14 unasema, akamtazama asimwambie mtu ila nenda. Haleluya. Mstari wa 14, Yesu akamtazama yule mtu baada ya kupona, akamwambia, angalia, nenda zako na usimwambie mtu awaye yote, ila nenda kwa kuhani ukatoe sadaka ya shukrani sawasawa na sheria ya Musa, ili kapata kuwa shuhuda kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nataka niwaambie ya kwamba ni kanuni ya kiroho, na Yesu ndiye aliweza kuagiza ya kwamba at any given time, ya kwamba at any given time ambao unapokea muujiza kwa Mungu, unastahili uende katika nyumba la Bwana na kutoa sadaka ya shukrani. Mwambie mtu na ukatoe sadaka ya shukrani kama vile Musa alipoagiza, ili kapata kuwa shuhuda kwa. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anaambia kanisa nini leo? Yesu anaambia kanisa, wakati awaye wowote unahudumiwa na unapokea muujiza, unastahili ukarudi tena na kumtolea Mungu wako sadaka ya shukrani sawasawa na uwezo wako. Haleluya. Kama unaweza kuleta 1,100, Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anamwambia yule mzee, kwa sababu nimekuombea na umepona, nataka uende kwa kuhani ukaweza kutoa sadaka ya shukrani sawasawa na sheria ya Musa, ili ikapata kuwa shuhuda kwako. Wakati mwingine tunapokea msaada ama tunapokea muujiza, na baada ya siku chache ile shida inarudia tena, ni kwa sababu hatutimizi kanuni ya kiroho. Kanuni ya kiroho ni kwamba ukitendewa mema, ni kazi umepata, ni bwana umepata, ni mtoto umepata, ni chochote umepata kupitia maombi, unastahili uende tena katika nyumba la Bwana uweze kutoa sadaka ya shukrani kwa ajili ya kile kitendo Bwana amekutendea. Haleluya. Na hii ni njia ya kufunga mlango totally, ili shetani ama pepo iliyokuwa inakutesa isije ikaja kwako na kukusumbua tena. Na ndipo ninaomba kanisa hili kuanzia leo, wakati wote unaomba Mungu na anakutendea, wakati wote tunaomba mahali hapa na Mungu anakutendea, nataka ujifundishe uleta sadaka ya shukrani. Hii sadaka unaleta kulingana na uwezo wako. Usiseme, mchungaji, mimi ni maskini, sina lolote, siwezi kutoa sadaka hili. La asha. Kila mmoja ambao anakula na kunywa ana uwezo wa kuleta sadaka yoyote ambao Roho anashuhudia ndani ya moyo wake, alete katika nyumba la Bwana kwa ajili ya kutolea Bwana shukrani, ni kwa sababu Mungu amekutendea. Haleluya. Hapo ndipo nataka kusisitiza sana.
Nataka nikuambie mtu wa Mungu, wakati ule Gideoni aliweza kuambiwa na Mungu aende akavunja madhabahu ya babake. Haleluya. Baada ya kuvunja yale madhabahu, alipata ujasiri na Mungu akapatia uwezo kama kijana weza kusimama na wana wa Israeli na wapigania, kwa sababu kabila ya Midiani walikuwa wamenyanyasa ile Waisraeli kwa kipindi cha miaka ya 20 ama zaidi. Kila wakipanda wanakuja katika shamba lao, wakati mavuno iko tayari, wanaingiza ngamia na ng'ombe zao na kondoo, na wanaweka tenti katikati ya mashamba yao, na ile mimea yote inaliwa na ng'ombe za Midiani, na hawezi kufanya mwe. Haleluya. Na siku moja Gideoni akiwa anatengeneza ile chakula mahali mabishoni, Mungu akatuma malaika akamwambia Gideoni, wewe ni jemedari, kuanzia leo nataka usaidie wana wa Israeli. Gideoni akasema, mimi ni nani? Mimi ni mtu masikini, tena ni mtu wa mwisho kabisa, sina lolote. Bwana akamwambia, hapana, wewe leo nimekutuma. Wewe akaamua, nenda ukavunja madhabahu ya babako, maana ndio umeleta chukisho na abomination mbele zenu, ndio mnyanyaso namna hiyo. Na akaenda akavunja yale madhabahu. Haleluya. Alipovunja yale madhabahu, alirudi akatoa sadaka ya shukrani tena kwa ajili ya kile Bwana anamtendea. Alijenga madhabahu mengine kwa kumtolea Bwana kafara ingine, kwa sababu Bwana akamwambia, wewe ndio utasaidia wana wa Israeli na kushinda. Haleluya. Kwa hiyo utakuta kwamba siku za zamani, mahali popote Mungu alikuwa ananena na wana wa Mungu, anawaambia nitakubariki. Kitu cha kwanza ni kutoa sadaka ya shukrani, ni kwa hiyo neno ambayo Bwana amenena na wewe. Haleluya. Wakati ule Musa katika Mwanzo 15, Mungu aliweza kumwendea na Musa akamwambia, mimi sina chochote, mimi sina mtoto. Ni mtoto mmoja nimechukua ambao ni wa kuandapti kutoka Syria, ndio mnamuita mtoto wako, na si mtoto wako kuzaa. Naomba Bwana ukanibariki kama vile uliniahidi. Na Bwana akamwambia, tazama mbinguni. Akatazama akauliza, unaona nini? Akasema, ni nyota. Akamwambia, uzao wako utakuwa kama nyota za angani. Jambo hilo tu ambalo Musa aliweza kunenewa na Mungu. Musa aliweza kuenda na kumtolea Bwana shukrani, ni kwa ajili ya jambo lile ambao Mungu aliweza kunena na Musa, ya manoti Musa kunena na Ibrahimu, ya kwamba uzao wake utakuwa kama nyota za angani. Kile kitu Ibrahimu alifanya, alienda kumtolea Bwana. Baada ya maneno haya Mungu aliyomnenea, nasema nini? Wakati wote unaota ndoto ya kwamba utaenda Amerika, utafungua kampuni kubwa, utanunua gari, na udhibitishe kabisa hivyo ndio Mungu anatendea. Ukitaka hayo maono yakapata kudhibitika, utolee Bwana. Alitenda. Mlango wa 15 alimtolea Bwana ili maono yale Bwana amemwambia ikaweze kudhibitika. Na ndio sababu hata leo hakuna mtu duniani ana kisasi kama Ibrahimu. Maana Biblia inasema katika Wagalatia 3 na mstari wa 29 ya kwamba sisi sote ni uzao wa Ibrahimu kwa imani. Haleluya. Wewe mtu yeyote ambao anaokoka na mtu yeyote ambao ameokoka leo, huwa ni uzao wa Ibrahimu, kwa sababu Ibrahimu aliambiwa atakuwa na wana wengi, hawezi kuadhibika. Kwa hiyo mtu yeyote ambao ni Christian na ameokoka ni uzao wa Ibrahimu, sawa sawa na neno la Bwana katika Galatia 3 na mstari wa 29. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mstari wa 15, lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponya magonjwa yao. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Mungu linaambia kwamba watu wa Mungu walipoona uponyaji ambao umetendeka,
juu ya ule mzee ambao walikuwa wamepata na ukoma kwa muda mrefu. Watu wengi waliweza kukusanyika mbele zake, wakapata kusikia Injili, na wengi wakapona magonjwa ambao walikuwa na. Haleluya. Maana yake nini? Walimwendea Yesu ambao walitambua kwamba huyu Yesu ni mponyaji, huyu Yesu ni mtenda miujiza. Kwa hivyo baada ya kuona kila kitendo, watu wakafurika katika mahali Yesu alikuwako, wakapata kusikia Injili, na baada ya kusikia Injili wakapata kuomewa, na wote wakapata kupona. Haleluya. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, umekuja mahali hapa, umekuja mahali pasawa, na hicho kitendo kinatosha. Yoyote ambao unacho, kila shida ambao unacho, umwambie Yesu, umwendee Yesu, na Yesu leo anaenda kuponya. Maana ni mponyaji, maana ni mtenda miujiza, maana alikuja kwa ajili yako na alikuja kwa ajili yangu, ili tukapata kupokea uponyaji, ili tukapata kupokea ukombozi. Haleluya. Ukiangalia Mathayo 8 mstari wa kuanzia 1 mpaka 4, Yesu hadithi ni ile ambayo tunasoma mahali hapa, na mimi nitasoma mstari wa 4 peke yake, Mathayo 4. Haleluya. Ama tuanze, nianze mwanzo, maana ni maandiko machache. Naye aliposhuka mlimani, makutano mengi walifuata, na tazama, akaja mtu mwenye ukoma, akamshuhudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono, akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukatakasika. Mstari wa 4, na Yesu akamwambia, angalia, usimwambie mtu, ila nenda zako ukanyonyeshe kwa kuhani, ukaitoe sadaka kama alivyoamuru Musa, iwe ushuhuda kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni thibitisho kabisa kwamba wakati ule mtu wa Mungu unatendewa muujiza na Yesu. Haleluya. Una haki zozote za kwenda mbele za Bwana na kushukuru Bwana kwa kile amekutendea. Na ndiyo sababu watu wengi leo tunapokea muujiza, na baada ya muda mchache ile shida inarudia tena, kwa sababu huko kumrudia Bwana na kumshukuru. Kuna watu 10 waliweza kuwa na shida na wakamwendea Yesu, wakasema tunataka kupona. Na baada ya wale watu 10 kupona, ni mtu mmoja tu alimwendea Yesu kutoa shukrani. Mungu anataka wakati wote ambao umeomba na Mungu amekutendea, ambao umeombewa na Mungu amekutendea, Mungu anataka ukawaze kwenda katika nyumba la Bwana na kutolea Bwana shukrani kwa kile Bwana amekutendea. Hii ni njia moja ya kufunga milango ya ile pepo isije kurudia tena. Maana juzi tulisoma ya kwamba pepo atokao ndani ya mwanadamu anazunguka dunia nzima, asione mahali pa kukaa. Kisha anasema atarudi nyumbani iliyotoka, nikaangalia kama pako yaji, na alikuta ya kwamba pako sawa, pamefunguliwa, pamesafishwa. Anaingia na kuleta wengine 7 ambao ni wabaya kuliko yeye. Kwa hiyo njia moja inakufanya wewe huyo pepo, pengine Mungu akakusaidia na akakutetea, ni pale unatoa sadaka shukrani kwa mema yale Mungu anakutendea. Haleluya. Na ukitendewa mahali hapa, unastahili ulete mahali hapa. Ukitendewa neno, unastahili upeleke neno, kwa sababu hapo ndipo umetendewa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa wewe ni mgonjwa, una tumor ambao ya miaka nyingi, nikuombea hapa mahali ikishindikana, uende Nairobi kwa mchungaji fulani akuombea na hiyo itoke saa hiyo hiyo. Huyo mchungaji ndio anastahili kupeleka kwake sadaka ya shukrani. Haleluya. Kwa sababu ndiye Bwana alikutetea. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kama una mahali unaweza kutoa, unaweza kuleta tu mahali kwako, unaenda kanisani. Lakini kwa maoni yangu, ninaona ni vyema ukatolee mahali ambao umeombewa ukimwi ukapona.
Maana mimi nimekuombea ukimwi ukashindikana, umeenda kwa James amekuombea ukimwi ukapona. Kama mchungaji, pelekea sadaka ya shukrani mahali pa. Huwa ni wanzi walipodharau. Amen. Na ndipo watu wa zamani walitenda. Haleluya. Wakati